Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Wazazi wapendwa, wageni waheshimiwa na wanafunzi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so leo mimi nina furaha sana. Na furaha wenyewe wasema choko choko, sio? Ama niko chokocho? Furaha niko chokocho ama nchoko choko? Furaha kocho kocho, yani furaha nyingi sana kwa kuweza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutujalia kuweza kusanyika sehemu kama hili, na kusema ukweli ni taufiki ya Mwenyezi Mungu sisi kufikia hapa tulipofika. Kama mtakubaliana na mimi kama wazazi, Ustadh Abubakar na Ustadh Lali, nadhani huu takriban mwaka wa 3 kuanzia tuanze hii madrasa. Mwaka wa 4 naambiwa. Kwa hivyo tulianza hii madrasa 2023, sio? 2023, 2024, 2025. Kwa hivyo miaka 3 na hunu tuko 4. Kwa hiyo si ujuzi wetu wala si ujanja wetu, lakini ni taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi leo sitakuwa mzungumzaji, lakini jukumu langu ni kushukuru watu wafuatao. Mwanzo nataka kuchukua fursa hii kumshukuru mzee wetu muassis wa kituo kama hiki, Dr. Abbas Gulet. Kituo kama hiki tulianza kama msikiti peke yake, lakini baada ya kuona kuna haja ya kuanzisha madrasa, tukazungumza na Ustadh Abubakar pamoja na mzee, tukakubaliana tuanzishe madrasa. Na alhamdulillah, ingawa tumeanza madrasa kwa udogo, lakini leo mmeona ile matunda ambayo kwamba tuko nayo. Kwa hivyo ni hope yetu kwa inshallah wa taala sisi tutaendelea, ila tu tunataka support kubwa kutoka kwa wazazi. Wazazi, hii madrasa ni yenu, na nakumbuka wakati tunataka kuanza, wazazi nyinyi ndo mlikuja mkatupatia ushauri wa kuanza hii madrasa, na sisi tukawasikiliza, tukaona kweli kuna haja. Kwa hivyo tunachokihitaji kwenu ni support na ile nguvu ambayo kwamba mtatupatia wasimamizi na maustadhi ambao kwamba wanafunza madrasa kama hii. Pili, nataka kushukuru wale staff ama wale wafanyikazi wa Red Cross ambao kwamba leo ni juma ngapi leo? Jumamosi. Jumamosi siku ya kazi? Jumamosi siku ya kazi, lakini kuna staff hapa ambao kwamba wamejitolea na wamekaa na sisi. Wengine wamekuja kuanzia asubuhi kuhakikisha hii sehemu imeshughulikiwa, matents yamewekwa, meza zimewekwa, magari yamefika hapa, maboti yamefika, Muhammad na wengine. Kwa hivyo sina budi kuwashukuru, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawajazi na atawalipa. Msione haya mnaofanya yataenda hadran ama yataenda hivi hivi, lakini kusema kweli hii ni fi mizani hasanatikum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawalipa. Pia nataka kuchukua fursa hii kushukuru wale wote ambao kwamba walisponsor ama kwa njia nyingine walifadhili hii hafla ya leo, na hii nitataja kwa majina kwa sababu kusema ukweli ni jambo ambalo kwamba limetugusa roho. Kwa hivyo tutataja majina wale watu ambao kwamba at least hatutaji vile vitu wametusaidia, lakini tutataja majina wale watu ambao kwamba wametufadhili, ili inshallah wa taala next time iwe ni kuwapatia moyo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawalipa. Mwanzo nataka kushukuru wazazi kwa jumla. Wazazi, kusema ukweli, mmetupatia moyo sana, kwa sababu hii hafla kabla ya kufanywa leo mmekaa chini na kuna baadhi ya vitu ambavyo kwamba nyinyi mmetusaidia kama wazazi. Kwa hivyo inshallah wa taala Mwenyezi Mungu atawalipa kwa hilo. Pili, nataka kumshukuru mmoja katika wafadhili wetu, Dr. Dahir. Mimi muita Dr. kwa sababu tayari sasa hivi yeye katika harakati yake kuwa daktari. Kwa hivyo nataka kumshukuru mwenyekiti wetu wa Red Cross ambao kwamba ni Dr. Nur Dahir kwa msaada wake na support yake.
Muona leo pia yeye amekuja kujumuika na sisi kwa mambo kama hili. Pia nataka kumshukuru ndugu yangu Muhammad Abdul Qadir. Muhammad Abdul Qadir ni mmoja katika wafanyikazi wenzetu, ingawa leo hakupata nafasi ya kujiunga na sisi, lakini Muhammad pia ni mmoja katika watu wa mbele kusapoti kituo chetu. Mara nyingi utaona siku nyingine huja tu akatuambia leo nimejitolea nitaka wanafunzi wale lunch hapa. Mara nyingi. Kwa hivyo inshallah taala pale aliyopo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamlipa. Pia nataka kushukuru ndugu yangu Abdalla Zain. Abdalla Zain ni mmoja katika wafanyikazi wetu hapa na ni mmoja katika wafadhili wetu katika hafla hii ya leo. Mwingine ni ndugu yangu Muhammad Hassan Saitoti. Muhammad Hassan Saitoti kwa wapi? Huyu hapa. Huyu pia ni mmoja katika wafanyikazi wetu ambao kama wamesupport. Pia nataka kumshukuru ndugu yangu Nasir, hakuwa na sisi, ni mmoja katika wafanyikazi wetu. Mwingine ambao kama nataka kushukuru ni Zahra Baabad. Zahra Baabad mmoja katika wanaharakati wa Kilamu na pia ni supporter wetu, hata hizi baadhi ya vitu vitabu, blackboard saa nyingine sisi tuzungumza na yeye, choki utusaidia hapa madrasa. Kwa hivyo leo pia katika shughuli yetu ya leo ametusaidia. Pia nataka kushukuru mke wangu Mariam Abubakar, ni mmoja katika wafadhili na ametuma ile nini yake, tabaruku yake. Mwingine nataka kushukuru ni ustadh ni Muhammad Ismail. Muhammad Ismail kwa wale wanamjua ni mmoja katika wazee wa Lamu ambao kwamba yeye pia kuna baadhi ya zawadi ambao kwamba miswahafu na juzu wamekuja kusaidia. Kwa hivyo hiyo ndio list ambao kwamba wamesimama na sisi, na inshallah wa taala sisi letu mkuomba Mungu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atajalia fi mizani hasanatihim. Sidhani mwisho nimemweka mwisho kusudi kwa sababu huyu ni mama ngangari. Sisi hapa alhamdulillah kwa harakati zetu nyingi yeye huwa ni mstari wa kwanza na ni mtu apenda khairat, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamjalia ya Rabbi, amfanyie mambo yake yawe sahali, azidi kutusaidia. Ndugu yangu Abla Bakabsh, huyu ni ndugu yetu, mama yetu, ukhti yetu ambao kwamba husimama na sisi wakati wowote tunakuwa na shughuli. Abla, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakujalia na atakulipa kwa kila kitu. Hiyo ni shukrani ya wale wafadhili wetu. Nasaha kwa wanafunzi. Leo Waarabu wanasema inda al-imtihan yukramu al-mar'u au yuhan. Kawaida siku ya mtihani ama wakati zinapotolewa zile results ama natija za mtihani, mtu hudharauliwa ama upekwa juu. Kama umefanya vizuri, umetoka number 1, basi wewe ni kama unakirimiwa, kila mtu ya kutambua. Lakini pia kama umetetea ukaanguka, pia waonekana you need to pull up your socks. Kwa hivyo vijana, mwili ukitaka kuwa smart unapiga mazoezi, sio? Unainua gym. Kitu gani kingine unafanya? Unaenda mbio, unacheza mpira. Lakini akili ikitaka iwe safi wafanya nini? Wasoma sana. Kwa hivyo vijana, hii nafasi wazazi wenu wako pale wamealeta hapa. Walimu wako hapa. Ustadh Hilali mashallah, Mungu amjalie, uko kila wakati kuwasaidia. Kwa hivyo ni jukumu lenu, mfanye bidii, muhakikishe mara nyingine, hafla nyingine, kila mtu amefaulu hapa. Siwezekana? Siwezekana nyote mfaulu? Kila mtu awe amefaulu. Pili, nasaha kwa wazazi. Wazazi wapendwa, sisi kufaulu ni lazima usaidizi wenu. Kuna mamama ngangari, inasikitisha mimi kila mara nikija hapa wana mamama tu. Kama madrasa hii lazima sisi kina baba pia tuwe mstari wa mbele, si ndio? Lakini pengine madrasa kama hii yafaulu kwa sababu kina mama ndio wameshikilia. Sisi mara nyingi wanaume tukishikilia vitu huwa hatushikiliki sawa sawa. Kwa hivyo wazazi, tuwana nasaha yangu, tunawa encourage, tunawasisitiza mshikane na hii madrasa. Hii madrasa ni yenu. Hii madrasa nyinyi ndio mlianzisha, si ndio? Kwa hivyo tafadhalini shikanani na hii madrasa na muhakikishe madrasa iko sawa. Kila wakati muhakikishe mko kwa communication na ustadh kama kuna nini na vitu vingine kama hivi. Mara hii ukiona kuna gaps, kuna sehemu kidogo, kuna dhiki, jaribuni kusaidia kitu chochote, fikra, wakati wako na kadhalika. Kwa hivyo wazazi, sisi tuwategemea sana.
musituate, musitubwage, vile watu wanavyosema. Mwisho ni kumpongeza, itakuwa si vyema kazi yote inayofanyika tusimshukuru Bwana Lali. Bwana Lali, hii ni kazi ya Mungu, unafahamu, na ukitaka shukurani kwa binadamu utaisubiri sana. Hata akakupatia binadamu shukurani haiwi kama ile ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sisi kama wasimamizi twatambua kazi unaofanya, twatambua, na mimi mwenyewe binafsi niko hapa nakaa hapa na kuona si rahisi madrasa ustadhi mmoja kila kitu ni yeye na akaipelekesha. Ustadhi Dulo, mko wangapi pale? Uko peke yako Dulo mjitetea, uko peke yake. Lakini si rahisi madrasa usubuhi wewe, fikihi wafunza wewe, tena watoto wa kike na wa kiume. Ingawa baadaye tutafikiria inshallah tukiwa na uwezo nitafute ustadhi wa kike amsaidie, kwa sababu akifika marahili za kubwa za kifikihi na nini pengine utahitaji maasatidha. Lakini kwa sahihi wewe bwana ni champion, wewe ni shujaa wangu, mimi najitakidi ni shujaa wangu kwa siku hii ya leo, kwa sababu tunaona ile kazi unafanya, mbali ya kuangalia masala ya msikiti, uimamu na kadhalika, lakini pia wanafunzi umehakikisha leo ndio imeonekana kazi unaofanya, kwa sababu hawa wanafunzi waliofanya si mambo madogo. Kwa hivyo sisi kama wasimamizi tutakutia moyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kujalia azidi kukupa moyo, na usione unaofanya watu hawayaoni. Sawa, unaofanya sisi uyaona na Mungu, wa qulil i'malu fasarallahu amalakum wal. Kwa hivyo mimi sina maneno mingi, nitakoma hapa, nitaregesha kipaza sauti kwa Ustadh Abubakar, ndo sasa hivi anapeleka, sio Ustadh? Asante. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal, wassalatu wassalamu ala sayyidi rijal wa ala alihi wa ashabihi ni'mal ajyal, amma ba'd. Kabla ya kuzungumza chochote, Waswahili watuambia atezao uzuri hufanya nini? Hutuzwa. Wanafunzi wetu hapa wameteza vizuri, na mchezo wao ulikuwa ni mchezo wa kiilmu, lakini kucheza vizuri kwa wanafunzi ina maana kuna kocha aliowakochi wale watezaji mpaka wakawa ni wanafunzi wenye kuteza vizuri na kusoma vizuri na kueleza vizuri. Kwa hivyo kocha wa hawa wanafunzi ni nani? Ni mwalimu. Naye ni mwalimu nani? Mwalimu Lali. Kwa hivyo na mimi nitamtuza Mwalimu Lali zawadi hasa kutoka kwangu. Naomba Mwalimu Lali uwe hapa tukutuze kwa ajili ya kazi yako mzuri. Asante Ustadh. Ngoja na mimi nitoke mbele pia. Amri ya kwanza aliyoiteremsha kutoka mbinguni ni amri ya kusoma. Alipoambiwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bismillahir Rahmanir Rahim, Iqra, soma. Sasa amri hii ni amri ya kila Muislamu, ahitajika kusoma. Na hata kama mahala ulipo hapana elimu, umelazimika kufunga safari ya kwenda kutafuta elimu ulimwengu wowote uliopo hiyo elimu ili uipate. Suala itakuwa ni ikiwa elimu iko karibu na sisi, amri kama hii imekuwa ni lazima zaidi. Twamshukuru mzee wetu Sheikh Abbas Guleit kwa kuasisi msikiti kama huu, ambao kuasisiwa msikiti ni kuasisiwa ibada na kuasisiwa ilmu, kwa sababu huwezi kufanya ibada pasina kuwa na elimu. Mwenyezi Mungu amjaze kheri mzee kama huyu kwa kheri aliyoifanya kama hii ya kutuletea msikiti mzuri kama huu na kutuwekea mwalimu mwenye kusomesha kama huyu. Mwenyezi Mungu amlipe malipo yaliokuwa mema hapa duniani na kesho akhira. Kazi iko kwetu, msikiti tumejengewa, mwalimu tumewekewa,
suala itakuja kwetu sisi wazazi, tuna sababu gani ya kutoa mpaka hawa watoto wetu wasije kusoma hapa? Hatuna sababu. Kila kipingamizi tumeondoshewa, kila mahitaji tumewekewa. Ni sisi wenyewe kushikana wima na mwalimu ili tukawafundisha watoto wetu wakawa ni watoto wenye elimu, kwa sababu kinyume chake, ikiwa hatukuwapeleka watoto wetu kwenye zituo za elimu, ina maana watakwenda kwenye zituo za kiushetani, watakwenda kutumia madrugs, watakwenda kutumia ulevi, watakwenda kushika mapanga, watakuwa ni watoto wabaya badala ya kwamba ni watoto wazuri. Mzazi, tuna majukumu mawili. Kuna majukumu ya kuwalisha watoto wetu chakula cha kimwili, nao ni zile gharama ambazo kwamba huigharamikia sisi kama wazazi, na kuna chakula cha kiroho ambacho ni wajibu pia tuwalishe, nacho ni chakula cha ilmu na maarifa. Kwa hivyo ndugu zangu wazazi watukufu, ni faradhi kwetu sisi kusoma, kwa sababu tumefaradhiwa ibada. Na utafanya vipi ibada bila ya kuwa wewe una ilmu? Ibada bila elimu ni ibada isiyokubaliwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wazazi, tushirikiane na mwalimu wetu aliyopo hapa. Tuna wajibu wa kuwasomesha watoto wetu wakati huu ambao kwamba ni wakati wao wa kusoma. Ikiwa hawasomi wakiwa na umri kama huu, wangojea wasikilie miaka mingapi ndio wasome? Na maafa ni mingi ambayo kwamba yamezunguka ulimwengu wetu tuliokuwa nayo. Zituo kama hizi ndio ulinzi na ndio boma la kuwahifadhi watoto wetu wasiingie kwenye maafa ya kidunia na balaa na fitna za kidunia. Watakapokuwa wamesoma watoto kama hawa, ndio watakuwa viongozi wa dini siku za usoni, ndio watakuwa maimamu, ndio watakuwa mashekhe, ndio watakuwa makadhi, watashikilia nyadhifa mbalimbali, kwa sababu wao wanastahili kushikilia nyadhifa kama hizo kwa sababu ya usomi wao. Allah, ndugu zangu, tushirikiane na mwalimu wetu Lali na walioko hapa wote, tusiwabwage kama alivyonena Abdul Hakimu hapa, tusiwawate. Ni lazima tushirikiane sote kwa ajili ya kusukuma gurudumu hili la elimu. Tusimwate mwalimu peke yake, yeye ndiye awe na hamu na watoto wetu, ilhali ya kwamba mtoto ni wako, alala kwako, ala kwako, amka kwako, akilala kwako, na wewe hata hujali. Mwalimu tu ndio awe na bidii. Lazima bidii iwe ni sote, mwalimu upande wake, wazazi kwa upande wao. Tuishajiishe elimu yetu ya dini kama namna tunavyoipeleka mbele elimu ya kidunia. Leo mzazi uko tayari kumtoa mtoto wake, pengine msichana wake, kutoka Lamu County mpaka kaunti nyingine ya mbali, kwa sababu secondary ni kule, university au college kwenda kusoma, lakini elimu iko hapa hapa. Ramadhani imekurubia, ni siku chache ambazo kwamba zimesalia, tutakuwa tuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo msikiti kama huu huo ni msikiti wenye kufanyika ibada ndani yake. Watu waje wasikize darsa, waswali, wapate elimu ndani mwa msikiti kama huu. Ramadhani ni mwezi wa mavuno na zituo za kuvuna zipo. Kwa nini sisi tukawa na mbali na zituo kama hizi? Hapa ni mahala uswaliwa swalatul Juma, ni wajibu wetu tuje tuswali Juma hapa. Tena Mwenyezi Mungu amjalia alioasisi msikiti kama huu, alioujenga, amejenga na sehemu ya wanawake. Wanawake wataswali sehemu yao ya juu na wanaume wako chini. Ni wajibu wetu tujifunge sote ndani mwa mwezi wa Ramadhani. Siku zote twaswali, siku zote twafanya ibada, lakini ule mwezi wa Ramadhani una nyongeza zake, una ukubwa wake ambao ni tofauti na miezi mingine. Kwa hivyo msikiti kama huu tuhuishe, tuimarishe kwa ibada na mambo mbalimbali ya kidini. Na msikiti tumejengewa sisi, hawakujengewa watu wa kutoka sehemu za mbali. Ni watu sisi tulioko karibu, tuingie ndani tufanye ibada, na sisi wa mbali tuje tushirikiane na nyinyi. Wenye kusoma ni nyinyi mulioko karibu, na sisi wa mbali tuwe tuwatilie nguvu siku za hafla, siku nyingine za munasabati wa kidini, kuungana na nyinyi katika mema kama haya.
Kwa hivyo nimependa kuwakumbusha ndugu zangu Waislamu, msikiti kama huu uwe ni kituo chenye kutumika kwa ajili ya manufaa yetu. Tunatakaposwali hapa, ibada zitatunufaisha sisi wenyewe, thawabu tutapata sisi wenyewe wenye kuswali. Isiwe ni msikiti tumejengewa, lakini sisi hata kuutumia hauutumii. Tumeuimarisha msikiti, umeimarishwa msikiti kimajenzi, uamirishwe msikiti kiibada, na mambo ya dini yote kwa jumla yafanyike. Kwa hayo mengi niloeleza hapa nitakoma, nitamkurubisha al-akh Nuru Dhahir. Na kabla ya al-akhi kuja hapa kuzungumza, tumeomba hapa mwakilishi mmoja wa wazazi azungumze kwa niaba ya wazazi ya hawa wanafunzi wetu ambao kwamba tuko hapa. Kwa hivyo wao wenyewe wajuana ni nani na nani ambao kwamba watazungumza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walimu, viongozi wa dini, kina mama, vijana, asalamu alaikum. Hali zenu? Naomba mnisikize kidogo. Wajua mazuri yashatolewa, sasa watu wanafikiria kusafiri tu. Mimi sitochelewa sana, mazungumzo yangu itakuwa fupi sana. Kwa majina mimi naitwa Nur Dairi, ndo mwenyekiti Kenya Red Cross hapa. Kwa hivyo niko na furaha sana kuwa na nyinyi siku ya leo, na nawashukuru nyote ambayo mliohudhuria. Inshallah tutazidi kushirikiana jambo la kheri. Nimeshukuru sana ndugu yangu Abdul Hakim alinieleza, na nikawa safari ilikuwa inaniuma sana nikuwe au nisikue, lakini Mungu akaniwezesha. Inshallah nimekuwa na nyinyi siku ya leo, na ni siku muhimu sana, na leo ndio tumeanza. Inshallah mwakani tuifanye bora zaidi, sawa sawa, tushirikianeni pamoja. In fact jana na juzi nikimwambia Abdul Hakim naweza kualika marafiki zangu wengi, lakini akanimwambia vile ni safari tumeanza kidogo, wacha mwakani ndio tujipange vizuri zaidi. Kwa hivyo kuna watu wengi marafiki zangu wanataka kuja. Inshallah next time tupate kuchinja hapa, tukule pamoja siku mzima, tushindeni hapa. Si itakuwa jambo mzuri hivyo, si ndio? Inshallah. Kitu lingine Ustadh Shekue, tumekushukuru sana vile umetushikilia hapa kila wakati, na pia hasa tumeshukuru mzee wetu mzee Abbas kutujengea jambo la kheri hii ambayo Mungu inshallah atampa thawabu ya kutosha. Na pengine niombe, nafikiri kupitia kwake vile yeye ndio mwanzilishi, mwakani kama tutapata na fursa tupate madarasa, kwa sababu mara nyingi watoto wanasoma hapa nje na ndani ya msikiti. Kwa hivyo kama tutapata madarasa itakuwa bora sana, na madarasa hayo hata watu wazima pia, vile kina mama amesema kwamba wao wamesilimu hivi karibuni na wanataka pia ujuzi, hata watu wakubwa pia wapate nafasi ya kusoma. Kwa hiyo tutaomba mzee wetu hakosi namna, inshallah tupate madarasa hapa tu ili tupate kuendelea. Kwa hivyo mimi sitaki kuchukua muda mrefu, ni kuwashukuru. Inshallah tutazidi kushirikiana pale ambayo tunaweza kusaidiana, tutasaidiana, tuko tayari. Kwa hivyo kitu ambayo tunaomba watoto ndio inshallah waje kwa wingi zaidi, itakuwa vyema. Kwa hivyo tumeshukuru bana ustadhi wetu pia pale town, ingawa kidogo kuna mafua, lakini tumeshukuru na kila mtu ambaye ako hapa, watu wote ambao wako hapa. Kwa hivyo tutazidi kushirikiana inshallah, na mimi pia nawatarajia Ramadhani njema inshallah sote, ili Mungu atuwezeshe tufunge sawa sawa, na inshallah tuweze mpaka Idi Mungu atufikishe na siku zingine ambayo Mungu atatujalia yote. Kwa hivyo kwa hayo mengi ni machache, asanteni sana. Pengine kama kuna pahali popote pengine tumeteleza, tuomba msamaha kwa niaba ya Red Cross, kwa niaba ya hii msikiti, ingawa mimi ni jirani tu. Hoja jirani haki zaidi, si ndio? Hata watoto wangu walikuwa wanataka kuniandamana, lakini walikuwa na mwalimu pale kidogo, walikuwa kuna kitu walikuwa nafunzwa, hawakuweza kuja. Kwa hivyo inshallah tutazidi kushirikiana na tutakuwa pamoja. Asanteni sana na Mungu atubariki. Naomba mnisikilize dakika moja tu. Leo ni tarehe 14 Februari, sio? Na katika vile kalenda zingine waambiwa leo ni siku ya wapendanao, sio? Ndio, sio? Ndio tarehe leo man, sio? Tarehe 14 Februari ni siku ya wapendanao. Na sisi lakini twapendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Twapendana kwa ajili ya ilmu, sio mapenzi ya kihuni, mapenzi ya kimaasia, mapenzi ya sokua. La, sisi twapendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mapenzi yetu ni mapenzi ya dini, si mapenzi ya kiupuuzi, ya kiushenzi ambao kwamba hayana maana. Kwa hivyo inshallah mapenzi kama haya Mwenyezi Mungu ayadumishe
tuweze kupenda elimu na mambo ya kidini yote kwa jumla. Na hapa tutatia Fatiha kwa ajili ya kumpekea Fatiha hii na dua kama hii wazee wake Sheikh Abbas Gulet, wazee wake baba na mama, pamoja na mtoto wake Huseni. Mwenyezi Mungu awaweke mahala pema, awatanganye na wema mahali pema peponi. Mwenyezi Mungu ajalie kabri zao iwe ni rawdatun min riyadhil janna, ni mabustani miongoni mwa mabustani ya peponi. Mwenyezi Mungu huko walipo awaweke mahala pazuri pamoja na wale watu ambao kwamba wamesifiwa ma alladhina an'amta alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafika. Na wazee wetu wote Mwenyezi Mungu awarahamu, aweke mahala pema, na itakapokuja siku yetu ya kuondoka duniani Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima. Kwa hivyo tutasoma kul huwallahu 3 na kul a'udhu birabbil falaq na kul a'udhu birabbin nas, kisha tuwapelekee. Bismillahir rahmanir rahim. Kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa Allah, Allahu akbar. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. La ilaha illa Allah, Allahu akbar. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illa Allah, Allahu akbar. Allahumma awsil ilayhim thawaba dhalik, Allahumma awsil ilayhim thawaba dhalik, Allahumma awsil ilayhim thawaba dhalik waj'al thawaba dhalika fidaan lil jami' minan nar wa itzkal lahum wa fakakan lahum waghfir lahum warhamhum wajma'na wa iyyahum fi dari karamatik wa mustaqarri rahmatik ma'a ibadika salihin wa awliyaika al-muflihin. Allahumma fa'al bina wa bihim ajilan wa ajila fi ad-din wa ad-dunya ma anta lahu wa la taf'al bina ma nahnu lahu innaka ghafurun halimun jawadun karimun raufur rahim. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Ahsantum.